tulia basi. Tulia kwanza. Tulia sawa. Subiri basi. Mbona wenge? Oya. Vipi? Nimebeba pikipiki. Umebeba pikipiki? Umebeba pikipiki? Umenifungua kwanza. Oya, sikia basi. Sikiza kwanza. Wewe umetokea wapi? Magwepande. Magwepande? Magwepande. Unaitwa nani wewe? Naitwa Lizi. Lizi. Kwa hiyo ulikuwa unatoka Magwepande unaelekea wapi? Naenda Gongola Mboto. Abiria wawili mmoja? Mmoja, jamaa mmoja hivi bisho kwa miwani nyeusi nyeupe. Na hapo nauli yenyewe alikwambia shilingi ngapi? Shilingi 35,000. Tatizo la nyinyi nani bodaboda mnatamaa sana. Yaani ukishasikia hela ndefu tu, tayari kilo kinaenda spidi. Umeona? Fanya unisaidie ndugu yangu. Sasa unafanyaje ndugu yangu? Kuwa makini mdogo wangu, huku pende hizi kuna wezi kishenzi yani. Hebu nifungue kwanza. Sawa, hamna shida. Ila sasa unakufungua hapa unaanza kunizuru. Mimi sio kwamba mimi ndio nilokuibia. Jamani nifungue kwanza. Usije ukanizuru lakini sawa? Hamna shida. Nyewe muelewekaje, nishangaa mtu unamsaidia hapa afu baadaye. Sasa tunafanyaje? Mbona mimi sina kisu wa kiwembe? Sijui, ndio angalia jinsi ya kumsaidia hapo, mimi sielewi. Ufungue. Naumia. Tulia basi. Sawa? Rudisha hivi taratibu. Rudisha taratibu. Una namba yoyote ya ndugu yako? No, ex wangu tu hapa ninaijua kwenye kichwa. Au sio? Kwa hiyo ngoja tumpigie basi ili tujue tunafanyaje. Sababu ndio ishakuwa balaa tena hapa. 06 ndio 85. Ushasahau? Taja basi. 58. 57 95. Hello? Sasa hizi. Kuna jamaa anaitwa Lizi, unamjua? Lizi kapata kaibiwa pikipiki hapa Gongola Mboto hapa. Sio barabarani, yupo mapolini. Dada, kuwa na huruma bwana, usiseme hivyo. Hebu tusaidie basi, kama vipi huyu mtu tunamrudisha vipi? Sawa, kama ndio hivyo sawa, hakuna shida. Tunaomba basi utuelekeze tunamfikisha vipi huko. Okay, sawa. Binadamu ana roho mbaya. Bibi. Huyu ndio umesema ex wako? Oya, anachokisema sio poa. Jana naye hapa, unafanyaje ndugu yangu? Nanisaidiaje hapo? Si wote wanaume mwanangu, usiwaze. Kila kitu fanya mpango nifike hata alipotoka mwanangu. Usijali, kila kitu kitaenda sawa. Sawa? Tajua itakuaje mwanangu. Leo vipi? Saidia tu mwanangu ufike. Usiwaze. Nuka basi. Maisha yangu sio mazuri sana, sio mabaya sana, ila na enjoy. Namwomba Mungu aniepushe na tamaa, bado napambana, ila na enjoy. Maisha yangu
sio mazuri sana, sio mabaya sana, ila na enjoy. Namwomba Mungu aniepushe na tamaa, bado napambana, ila na enjoy. Vipi? Ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naenda pale kwenye mkeka kunywa uji. Okay, sawa. Kumbe nimewahi. Sema leo umedamshi dadangu. Asante. Umependeza sana, maana sio kawaida yako. Asante kakangu. Basi sawa, kama na mimi nimewahi, basi kanichukulie mkeka na mimi nikae pale tu nyote. Au unasemaje? Jana nikakuchukulia kiti. Haya, poa. Wewe tatizo lako uwezi kucheza, hebu nige mimi bwana. Subiri namalizia hili la mwisho alafu nakupa, subiria. Atasema hivyo alafu ukosee tena. Ukikosea tunachukua. Kuna sio lako. Subiri namalizia hili la mwisho. Unakiamka usikosee sasa hivi. Umeona sasa? Weka hapa. Sio hapo huku. Unaona? Hivyo. Hapo sasa hapo. Muona? Bonyeza. Wewe vipi bwana na wewe? Sasa unanielekeza haraka kidogo sasa. Unaelekeza haraka. Taratibu. Wewe. Inuka. Nini? Inuka. Achana naye huyo. Wewe tucheze kipi? Ona sasa. Sasa hizi. Safi kwema. Usogee. Uswege. Chumba hicho hapo. Mwangalie si yupo. Vai. Mbona mwangalia mtoto wa watu vipi? Na nimemwangalia tu, kwani kuna ubaya kumwangalia mtu? Si nikwambia lakini kwamba huyu Uswege hafai. Angalia sasa. Mpaka watoto 2000 anaingiza ndani. Usi sana mwanae yule. Si mwanae kabisa yule. Kaa ukijua kwamba Uswege hafai. Namjua vizuri jirani yangu huyu. Bwana watoto kama hivi 2000 anaingiza ndani. Hapo basi kakadanganya anaumwa. Na ndio maana jua lote kali hili jamani. Huyu jamaa huyu. Ukiambiwa mimi malaya wala songo, mapenzi yenyewe yananichanganya ubongo. Mimi nakupenda unanipenda kwa uongo. Umenimisi unanimisi kimchongo. Na mimi na moyo mama sojiwe mengi uliofanya naumia lo. Na mimi na moyo mama sojiwe mengi uliofanya naumia lo.
Skali hapa. Mbona unajinunisha mtoto mdogo sasa hivi? Unataka ujizeeshe mapema? Yaani, nakupigia simu zangu, upokee. Naingia huko ndani na kukuta. Au kupo na wanawake huko ndani. Ndio maana napiga simu upokee. Hizo sasa ni dalili za wivu. Sikiliza nikwambie. Kwanza kitendo cha wewe kununa, unafanya hizo marumaru ulizoweka usoni hadi kwenye meno zinazima. Kuona kwa umepoteza ile hasiri ya urembo ulioweka usoni. Alafu nikwambie kitu tu. Mimi sina sababu ya kumleta mwanamke mwingine humo ndani. Kwa sababu raha ninazopata kutoka kwako, sina sehemu nyingine ninapozipata jamani. Sikiliza nikwambie. Unajua habari za kununa waachie mishangazi. Nyie watoto wa 2000 mmeletwa kwenye maisha yetu ili mtufurahishe, mtusaulishe shida za dunia. Mami, mimi ni kama nilivyokuambia. Kwanza kukuacha ni jambo ambalo kwangu silifikirii na siliwezi. Alafu mimi na wewe ni kama shanga na Masai. Vile ambavyo hawawezi kuachana, ndivyo hata mimi hatuwezi kuachana mimi na wewe. Mami, kama ningekuwa na gawagawa utamu nilionao, ungeshakuta wanawake wamerundikana humo ndani. Nafanya hivi kukuwekea ili ufurahie utamu mpaka siku unaingia kaburini. Kwa habari za kuja hapo na jinunisha, utajizeesha mapema. Umeshaingia kwenye geto la Mnyamwezi. Unatakiwa kulegeza mwili. Unalegeza body ili ufurahie maisha. Nimeje kwanza ninywe, maana nimechoka na jua la uko. Mimi kama nilivyokuahidi nitakupenda mpaka siku utamu unaisha kwenye mua. Au mpaka uchachu unaisha kwenye embe bichi. Sikiliza nikwambie. Mtoto wa 2000 unatakiwa kujishaua. Unatakiwa kujiachia. Wala utakiwa kushindana na wanawake wengine. Kwa sababu kwanza joto ulilonalo sio kama watu wengine ambao age go. Sikiliza nikwambie. Kwanza nina kiali fulani ambacho ninacho. Hii kitaalamu wanaita mtoto kauta. Kwa habari za kununanuna weka pembeni. Mimi ninachotaka kujua ni burudani, ni furaha. Kama ulivyokuja hapa tunaondoka tukifurahi. Mimi ninao ule mua ambao ulizamisha meli miaka ya 80. Na huu mua ndio nataka leo uonje. Watu wengine wanaoita pipi kijiti. Wengine wanaupa majina tofauti tofauti. Leo mtoto wa 2000 unaenda kuufurahia. Kazuri kazuri katoto kama baro changa wa moto, sauti laini ya kiniko. Hello, hello, tainge kwa kura na doto, kikuchagua uimalo. Hivi ni zawadi ya mandoto, kuwa na wewe, kama kunipenda usidishi, zidizi. Ina maana alichoniambia kakaangu ni kweli. Kakaangu ameniambia zidi ya mara moja. Lakini sikutaka kumsikiliza wala sikutaka kwa upande wa kakaangu. Nilikuwa upande wako. Lakini najuta kwa nini nimekuwa upande wako na sikuwa upande wa kakaangu. Yaani jana kitendo cha kukuaga tu naenda kukuandalia uji. Nataka kurudi na kutana na msichana. Ni mdogo. Uswe, yule si ni sawa na mtoto wako lakini. Yaani sitaki kuamini kabisa. Alafu nimemwona kabisa niingie chumbani kwako. Yaani inaonekana kabisa yule ni mpenzi wako. Alafu isitoshe ulishaniambia wewe huna mambo ya wanawake. Yaani hayo mambo huna kabisa. Yaani hapa ndo naanza kuona kati ya wewe na kakaangu yupi alikuwa mkweli kwangu. Hapa ndo unapoona kwamba kakaangu alikuwa mkweli na alikuwa yuko sahihi kabisa katika kunielekeza juu yako. Yaani najuta. Yaani umeshinda wewe baada ya kuwa umekipata kile ulichotaka kutoka kwangu. Nimekuja kwa lengo moja tu. Mimi na wewe tubaki kuwa majirani. Yaani fanya kama hujui kuniona. Hunijui wala sijui kuwa mahusiano na wewe. Kaa mbali na mimi. Kaa mbali na maisha yangu Uswe. Haiwezekani.
Haiwezekani. Uwezekano wa kukaa mbali na wewe sina. Na siwezi kabisa kukaa mbali na wewe. Kama wewe unaweza, ni wewe. Ila kiukweli mimi sina uwezo wa kukaa mbali na wewe. Kumbuka wewe ni mwanamke wa ndoto zangu. Kumbuka wewe ni mwanamke wa kila kitu kwenye maisha yangu. Kuna vitu vingi sana tumeshaahidiana. Na tuna mambo mengi sana tunatakiwa kuyatimiza. Sasa kitendo cha wewe kutembea na mambo ya watu kwenye kichwa chako, kisa uliwahi kuambiwa jambo lolote baya kuhusu mimi Uswe. Kitendo cha wewe kutembea na mambo ya watu ambao uliwahi kuambiwa jambo baya uliwahi kuambiwa kuhusu Uswege. Hayo mambo ndo mpaka sasa hivi natafutia sababu. Sikiliza nikwambie, kuna mambo yangu na mambo yako. Mambo ya mapenzi yetu sisi usitaki kuyachanganya mambo ya familia. Habari za kuja hapo na niambia kakaangu aliwahi kuniambia jambo hili, aliwahi kuniambia jambo hili. Hilo ni jambo ambalo sitaki kulisikia kabisa kwa maisha yangu. Na unatoka kabisa huko kwa ajili ya mambo ya watu, unakuja umepanga kabisa hukumu yako. Wala haiko hivyo. Siwezi kuruhusu jambo hilo litokee. Na nimpate wapi mwanamke kama wewe? Sikiliza nikwambie. Yule binti uliyemuona jana, nilimuita kabisa mimi mwenyewe kwa makusudi. Nilitaka nijue kabisa napendwa au la. Maana ulivyoniaga hapa kwamba unaenda kuniandalia uji wa kurudi kabisa, nilimpigia yule dada apite hapo ili nione kitu gani utakachokifanya. Na hiyo kitaalamu inaitwa penzi mtego. Kwa nilitaka kujua reaction yako baada ya kuona hilo tukio. Lakini haukujali. Na hukutaka kuja kuingia chumbani kuangalia huyo mtu aliyokuja amekuja kwa makusudi gani. Hii dhahiri inaidhihirisha kabisa kwamba wewe huna mapenzi na mimi. Na niliwahi kusikia kutoka kwa bibi yangu, mwanamke anayekupenda ni yule anayekuonea wivu. Ila huo wivu wewe hauna. Na hauna wivu kabisa. Sasa utaniambiaje habari za mapenzi wakati una wivu na mimi? Unasubiri kabisa tukio la jana, unakuja kuchukua maamuzi leo. Na unakuja kabisa umepanga majibu yako. Sikiliza nikwambie. Tukiwaga pamoja sijai kukwambia habari za kaka yako. Na sitaki kusikia kabisa habari za kaka yako. Tunasikilizana. Kwa haya mambo uliyonifanyia kiukweli nimechoka. Na sitaki kabisa yalirudie tena. Na hujawahi kuwa upande wangu, natakiwa kujifunza kuwa upande wangu. Muunganiko wa mwanaume na mwanamke hatakiwi mtu yoyote kuutenganisha. Hii katika ulimwengu wa roho, hii ni cycle. Kwa hiyo tunatakiwa sisi katikati ya cycle turuhusu mtu yoyote kuingia katikati yetu ili atutenganishe. La mwisho kabisa la kukwambia, wa ubavu wa kukaa mbali na wewe mimi sina. Na hiyo nyongo sijajaliwa. Ninachojua mimi nimefundishwa kupenda, sijui kuacha. Koka ukijua, yule binti nilimwita kwa makusudi ili nijue kabisa napendwa au sipendwi. Ila nilichokiona sipendwi kabisa. La 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 la. La 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 la. Usone na kusumbua. Mimi nakupenda we. Yale mapenzi ulionipa yanafanya na kusumbua. Usone na kusumbua. Lakini Usu unaniwekea mitego kama hiyo. Unajua mimi nakupenda. Lakini jana nilivyotoka hapa kwenda kuandalia uji, ili natoka tu nikakutana na kaka. Ndio maana sikuja tena huko. Nisamee. Nimeshakusamea Azizi wangu. Lakini sasa hivi nina shida kidogo tu. Kuna hii hali ninayo, hii kitaalamu inaitwa mlipuko. Sasa tufanye haraka lisije likalipuka volcano kubwa. Na madhara ya volcano huaga ni makubwa sana kuliko ambavyo tungeyatibu. Kupenda kwako ndo kwanifanya niwe faraja kabisa. La 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 la.